pale immediately niliporudi kwa kitanda, zile vitu nilianza kuona hazikuwa vitu mtu anaweza ona with the physical eyes. Kitu ya kwanza niliona, nikaona ushers wa kanisa. Nikaona ni kama ushers wamezunguka hiyo kitanda yangu yenye nimelala. Na wako na hii kikapu ya offering. So kwa akili yangu nikajua huenda ikawa watu wa kanisa wananiombea. Katika ile hali ninalia, niliona tu watu wamekuja kama watu 3. Lakini walikuwa wamevaa manguo nyeusi kabisa. Alafu wenyewe ni weusi. Lakini ile kitu nilinotice ilikuwa tofauti ni makucha. Makucha yao ilikuwa mrefu alafu iko na rangi. Ile makucha yao nikaona wameingiza. Ni vile ile makucha inapita mpaka inaingia inashika roho ya mtu. I cannot explain. So nilipoendelea kuita Yesu, nikililia Yesu, nikaona mwangaza. Mwangaza ulitoka juu. Mwangaza ulikuja ukanigusa hapa hivi. So immediately mwangaza ulinigusa hivi, wale mapepo yalikuwa yamenishika kwa giza, sikujua mahali imeenda. Place yote ikakuwa ni mwangaza. Alafu sasa nikijiangalia tena naona niko na nguo. Lakini ile nguo nilikuwa nayo ilikuwa iko na madoadoa. Liona tu malaika amekuja akanipea kiti nikakaa. Immediately hiyo malaika akaleta kiti kingine. So hiyo kiti kingine yenye alileta akaweka upande wa kulia. Huyo mchungaji akakuja akakaa kwa ile kiti. Kuangalia pale kwa kitabu akaambia mchungaji, hii fungu la 10 haitoshi. Haiwezi mkomboa. Lizards zikanipanda kwa mwili. Mwili lizards haziniumi, lakini ile tu kunitembea hivi kwa mwili nasikia uchungu. So nikijaribu kutoa hivi vile unaweza fanya hivi utoe. Kitaka kutoa hivi ni kama wanatoka na ngozi. Sasa nasikia uchungu. So nyani wananiangalia alafu wananifanyia hivi. Paka zilikuwa zinakuja, mimi nilikuwa na paka cutex. Zinaingiza makucha yake ndani ya hiyo kucha yangu. Inagwara hiyo cutex inataka kutoa. So ninaona hawa nyani wanakuja, nikuanga na nyoa hizi na paka the eyebrows. So naona nyani wanakuja wanaingiza makucha huko. Wanangoa. Naona nyoka inakuja inatoa ulimi inalamba hiyo hiyo makeup. Na hii kilamba hiyo makeup, ngozi inatoka hivi. Ninalia nasikia uchungu. Let me tell you my brother, usikubali kukufa kwa dhambi. Uchungu na kifo cha mwenye dhambi ni uchungu. Farodhi TV, wega umagana muciĩ. Hihi nĩ ũĩ taũni ya Matu nĩ ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya? Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road, ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market, no ndagĩka 1 tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts. Ploti cia 50 by 100 irĩ kũndũ kwĩna maĩ na thitima, macukuru no gitĩri nĩ mũgacĩrithie. Tũrakwenderia ciringi 400,000 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties Limited. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba to thimiti na tiles tu, geria Terrazzo ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ? Ndũkamake, tũĩ haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biashara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Tuna polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere Meja wa Nairobi, tũrakũrehera o nginya harĩa ũrĩ.
Wona wagura material ici tucokaga tukagwikirira na thogora mubacirire biũ. Tucerere haha Ruiru bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Mimi uoga ikaniingia kabisa. Nikaingiwa na uoga, nikaanza kutetemeka. Nikajua, kakumbuka ameniuliza kama tutakufa na yeye ashakufa. Sasa nikajua mimi pia nakufa. Sasa hapa nimebaki kwa hii ward peke yangu. Yeye sasa ile hospitali hawana mochari. Wakamtoa. Mimi nikasikia, unajua nasikia vile watu wake wanaongea, wanasema wampeleke Kijabe, kuna mochari huko juu kwao, ilikuwa huko karibu. Sasa wakatoa mwili. Walipotoa mwili sasa mimi nimebaki kwa ward peke yangu, nikajua sasa kufa na wewe ziko karibu. Nikajua kabisa sitoki. Nilijua kabisa nakufa. Nikaanza sasa ni kama nataka niombe lakini siwezi omba. Hakuna neno ninaweza tamka. Siwezi jipindua pale kwa kitanda mahali nilikuwa nimelala. So katika ile kuomba ni ile kuomba, ninaomba ile ya kimoyo ya ndani. Sasa ile kitu tu naweza fanya ni kulia peke yake. So ilipofika 2:00 nikapata nguvu kiasi, nikatoka kwa kitanda. Nilienda na magoti mpaka kwa room ya daktari. Nikaenda kuifungua hivi mlango, daktari kuniona akaniuliza, "Wewe si uko kwa ward?" Nikamwambia, "Umekuja hapa kufanya nini?" Nikamwambia, "Daktari, mimi nasikia vibaya." Akaniuliza, "Daktari, nimeona nitakufa." Nikaona nijia. Yeah. Akaniambia, unataka nini hapa? Akaniambia, "Toka hapa uende." Toka hapa uende, alikuwa mkali. So mimi, lakini ile kitu ilinisaidia, hata vile alikuwa mkali akanifukuza. Mimi kuna kitu tu ndani yangu, sikusikia any pain. Ati uchungu, ati daktari ameniongelesha vibaya na amenifukuza. Mimi nikatoka tena, nilikuwa tunaenda na magoti, singeweza kutembea. So hapo nje kulikuwa na hao wenye wanafanyanga cleaning, ndio walinishika wakanisaidia, wakanirudisha kwa ward, wakanilalisha pale kwa kitanda. So nilipolala pale kwa kitanda ndio sasa nikawa sasa nimelemewa kabisa. Okay. Sasa nimeisha. So pale immediately niliporudi kwa kitanda, zile vitu nilianza kuona hazikuwa vitu mtu anaweza ona with the physical eyes. Kitu ya kwanza niliona, nikaona ushers wa kanisa. Okay. Nikaona ni kama ushers wamezunguka hiyo kitanda yangu yenye nimelala. Na wako na hii kikapu ya offering. So kwa akili yangu nikajua huenda ikawa watu wa kanisa wananiombea. Juu walikuwa wamejua mimi ni mgonjwa. Okay. Hiyo ndio kitu nilifikiria. So katika ile hali mimi nikaona wamama wale nilikuwa nasuka. Naona wamama wamenizunguka wengi, wengine wanataka niwasuke, wananifuruta. Naona wanataka niwasuke, wananing'ang'ania, wengine wanataka niwapake cutex, wengine wanataka niwapake makeup, kwa sababu nilikuwa nafanya hiyo, nilikuwa makeup artist pia. Nilikuwa nafanya hiyo kazi ya makeup, bridals, nilikuwa naitwa kwa maharusi just for makeup and hair. So styling nilikuwa nafanya. So ninaona hizi vitu mpaka ninaona vile wamama wananifuruta. Yaani unaona ni kama huyu mtu anakuvuta huko. Unaona na mwili ya kawaida? Okay, na kama ni si ati nimelala. Ile uchungu ninasikia haungelala. But hizi vitu ninaziona mpaka nashangaa. Ni ndoto, nashindwa kuelewa hii ni ndoto ama ni kuona naona. But naona ni kama ni kitu real. So unaona huku wengine wananishika hii mkono, wengine na wakinivuta hivyo, sasa nasikia uchungu juu siwezi fanya anything. Na acha nikuambie kitu moja. Unaona dhambi? Kabla mtu ukufe, uondoke kwa hii dunia, zile dhambi zote ulitenda kama haukutubu zinakuja.
unaziona hivi. Ukitaka kukufa ukiwa mwenye dhambi, saa hiyo ndio unaona dhambi. Ule mama wakati alikuwa anakufa sasa ndio aliona tuko na dhambi, tunafaa kutubu. Unaona dhambi zote zenye ulitenda. Hizi dhambi zenye watu wanatenda, kila dhambi iko na pepo lenye linawakilisha ile dhambi. So zile mapepo ndio zina manifest kukuonyesha zile vitu. Kama ni usharati, utajiona kabisa vile ulikuwa unafanya usharati. Chochote umetenda dhambi yote kabla uondoke kwa huu mwili. Unaona wakati mtu anakuanga amelemewa sasa, anafurutana na ng'ang'ana na kifo. Kama ule mama anakuambia alikuwa anajiuma, anarusha miguu, anarusha mikono, ni kupigana, alikuwa anapigana na mapepo zenye ziko attached kwa dhambi zile dhambi ile alikuwa nayo. So mimi hapa ninang'ang'ana, nikaanza kulia sasa, nalia, najua mimi nakufa. Najua kabisa mimi naondoka. Alafu sasa kitu ikanikujia, nikakumbuka mtoto ako shule. Nikasema mtoto wangu ako shule, mimi nakufa, mtoto wangu atakishi na nani? So nikachukua simu nikasema acha nipigie my elder sister, nimwambie ukweli mimi nakufa, yeye ndiye atabaki na mtoto wangu kwa sababu ameokoka. Yaani haja yangu ilikuwa ni mtoto wangu aishi kwa maisha ya wokovu. So kumpigia simu sikuweza kuongea. Alipokea lakini sikuweza hakuna neno lingetoka kwa kinywa changu. Hiyo simu ikakatika. So vile simu ilikatika, from that now I forgot everything. So nilipokuwa ninalilia mtoto, naambia Mungu mtoto wangu, mimi sauti iliongea tu, nikasikia sauti inaniongelesha kutoka juu inaniambia stop crying for your daughter, cry for your soul. Wacha kulilia mtoto wako, lilia nafsi yako. So niliposikia lile neno la kusema nililie nafsi yangu, kabisa sasa nikajua ni kukufa na kufa. Lakini sasa kitu cha muhimu hapa, nililie nafsi yangu isiende jehanamu. So nikaanza kulia kimoyo moyo, nalia, naambia Mungu asikubali nafsi yangu iende kuzimu. Nikaanza kutubu, naambia Mungu anisamehe dhambi zangu. Sasa katika zile dhambi ninatubu, ile kitu nilijua kabisa yenye ilikuwa kwa mawazo ya kwamba ni dhambi ni ile yangu na mchungaji. Kwa sababu nilikuwa already nimeshaona kabla niende hospitali. So natubu, naambia Mungu anisamehe vile niliongea kuhusu huyo mchungaji, nikakataa kumsamehe. Naambia Mungu hata kama kuna dhambi nilitenda kama sijui, Mungu nisamehe. Ninalilia Yesu, namwambia usikubali nafsi yangu ipotee. Namwambia Yesu, katalia roho yangu, usikubali roho yangu ifanye nini? Ipotee. Naambia Yesu usikubali niende jehanamu, kwa sababu hiyo ni kitu ninajua, because hell is in the Bible. Sure. So ninalia. Katika ile hali ninalia, niliona tu watu wamekuja kama watu watatu. But wako in a form of human, walikuwa wamevaa manguo nyeusi kabisa. Alafu wenyewe ni weusi. Lakini ile kitu nilinotice ilikuwa tofauti ni makucha. Makucha yao ilikuwa mrefu, alafu iko na rangi nyekundu na ni mrefu kabisa. So nilipoona nikaona watu hawakai watu wazuri. So walipokuja nikaona wamekuja, ile makucha yao nikaona wameingiza. Ni vile ile makucha inapita mpaka inaingia inashika roho ya mtu. I cannot explain. But ni kitu inaingia inashika roho, inaanza kufuruta roho yangu, ni kama inangoa. Hapo sasa ndio nilisikia uchungu. Ninalia, najaribu kuresist, wananichekelea, wananivuruta, ile roho wanavuta, nasikia uchungu. Let me tell you my brother, usikubali kukufa kwa dhambi. Uchungu na kifo cha mwenye dhambi ni uchungu. Pole.
nilikuwa nasikia uchungu. Naona kabisa roho yangu wakiivuta. Nasikia uchungu nalia. Nilikuwa nalia. Hapo nilisikia uchungu hata kuliko ya maumivu yenye nilikuwa nayo. Nasikia tu uchungu. Sasa nilipokuwa nasikia hiyo uchungu nalia, naambia tu Yesu asikubali roho yangu ipotee. So hao watu wananivuta na wananichekelea. Na naona kabisa wananichekelea. But mimi hata wakinichekelea bado nilikuwa ile neno nilisikia kwamba lilia roho yako, lilia nafsi yako. Bado nilikuwa tunalia, naambia Yesu anisamehe dhambi yote yenye nimewahi tenda. Nalia, ninaambia Yesu nimekombolewa. Nilikuwa nasema nimekombolewa na damu ya Yesu, na siwezi kutolewa dhabihu kwa madhabahu yoyote ya giza. Hiyo ndio kitu nilikuwa nasema. So wakati nilikuwa natamka ile maneno, nikaona wamevuta ile roho, na nikaona kabisa, unaona ni kama wameng'oa, wametoa. So ile kung'oka kutoka, nikaona ni mwili wangu unatoka. Nikaona sasa mwili iko mara mbili imetoka tu, yani ni kama I cannot explain, but it is like a twinkling of an eye. Ule mwili unatoka. So ule mwili ulipotoka, kitu ya kwanza nimeinuliwa hapa juu, niko katikati ya hawa watu, na ni mapepo, niseme ni mapepo wamenishika, lakini naweza ona mwili wangu mwingine umelala pale kwa kitanda. So mawazo najiuliza, mbona mimi ninatoka? Kwani naenda wapi? Naona ule mwili, nikaona na mbona naona tena nimelala, mwili wangu mwingine umelala pale. So nikaona niko kwa hawa watu wananifinya, nasikia uchungu, wananiingiza zile makucha, ninalia, naita Yesu, niko kwa giza. Yani ni giza mahali nilikuwa baada, ni giza kabisa. Na ule mwili vile nimeondoka, niko katikati ya watu, lakini niko uchi vile nilizaliwa. Ule mwili uko chini ndio ulikuwa na nguo. So mwenye unaenda uko uchi. So nilipoendelea kuita Yesu, nikililia Yesu, nikaona mwangaza. Mwangaza ulitoka juu. Mwangaza ulikuja ukanigusa hapa hivi. So immediately mwangaza ulinigusa hivi, wale mapepo yalikuwa amenishika kwa giza, sikujua mahali imeenda. Place yote ikakuwa ni mwangaza. Mimi nikasikia maumivu imeondoka kwa mwili. So maumivu ilipoondoka kwa mwili, nikaona niko kwa mwangaza, nikaona mahali niko ni kama shamba. Na lile shamba liko na mwangaza kabisa. Alafu kuna lile shamba ni nyasi tu, kuna green grass. And then inaona kuna maua, naona kuna miti, naona zile miti zinaimba sifa, naona maua zinaimba. Yani sauti inatoka ya nyimbo za sifa. Lakini ile lugha wanaimba nayo sikuweza kuelewa. Sasa nashindwa na niko wapi? Kutembea, ninatembea. Alafu sasa nikijiangalia tena, naona niko na nguo. Lakini ile nguo nilikuwa nayo ilikuwa iko na madoadoa. Ni white, lakini iko na madoadoa. Sio white pure. Yes, ilikuwa na madoadoa. So ninatembea tu, nimefocus mbele. Kuna mahali nimeona tu huku ndio nafaa kwenda. So nilipokuwa naenda kufika, natembea mwendo kuangalia mbele, nikaona nyumba kubwa mbele yangu, na hiyo nyumba ni dhahabu tupu. So nikasongea. Kusonga karibu, nikaona malaika. Niliweza kuelewa hawa ni malaika wawili. Katika huo mlango wamesimama huku na huku. So nikasema, kwa sababu sijui huku ni wapi, acha niende niulize hawa malaika waniambie huku ni wapi. So nilipofika pale hata sikuuliza. Nilipofika pale, mlango hata haukufunguka. Mimi mahali malaika alitoka na kiti akanipea, sikujua. Liona tu malaika amekuja akanipea kiti, nikakaa. So lakini pale nilipokaa, sisikii maumivu yote kabisa. Yani nasikia vizuri, nasikia maumivu hakuna tena, na niko kwa mwangaza. Immediately huyo malaika akaleta kiti ingine. So hiyo kiti ingine yenye alileta akaeka upande wa
kulia na ilikuwa kiti kubwa kuliko yangu. So ile kiti nilitaka kujua nani anakuja kukaa kwa hiyo kiti. Nikaona mchungaji wa hii kanisa ya pili yenye nilikuwa sasa by that time. Huyo mchungaji akakuja akakaa kwa ile kiti. So alipokaa kuangalia hii vitu ina happen in a twinkling of an eye. So nikaona pale mchungaji amekaa, nikaangalia juu nikaona kuna mtu amekaa juu. Na mahali ule mtu amekaa ni mfano wa mwanadamu na amevaa nguo nyeupe. Ile nyeupe yenye ukiangalia hivi unasikia ni kama inakuchoma. Okay. So nikiangalia huyu mtu ile nguo imefunika pale mahali amekaa kabisa. Nikiangalia ule mtu uso, nataka nijue ni nani. Uso yake ni kama jua ile kali, uwezi angalia hivi. Kiangalia inanichoma. Lakini sasa huyu mtu akaongelesha mchungaji. Sasa ndio tutarudi pale Hebrews. Unaona pale Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Inayosema obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch over your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Mchungaji amekaa. Mchungaji alipokaa ule mtu akamuuliza, Lilian ako hapa ni mgonjwa. Fungu lake la 10 liko wapi? Nikaona, so alipotamka fungu la 10, mimi nikakumbuka vile Asha walikuwa wamenizunguka na kikapu ya sadaka. Nikaona mchungaji amechukua pesa kwa ile kikapu ya sadaka. Nikaona amezipeana. So alipopeana zile pesa, ule mtu akazichukua, akafungua, akahesabu, nikaona amechukua kitabu. Amefungua kitabu, ameangalia. Kuangalia pale kwa kitabu, akaambia mchungaji, hii fungu la 10 haitoshi. Haiwezi mkomboa. Akamwambia hii fungu la 10 ni 3/4. A quarter iko wapi? So mchungaji akasema a quarter Lilian hakunipatia. So aliposema a quarter Lilian hakunipatia, nikaona mchungaji ameondoka, kiti imebaki empty. Sasa ule mtu akanipatia kitabu cha Malachi chapter 3 kuanzia verse 10 mpaka verse 12. I think unaweza soma na Kiswahili. Chapter 3 verse 10. Verse 10 mpaka leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sasa niliposoma hayo maandiko, nikakumbuka kuna kanisa niliwahi enda na nikalipa fungu la 10 kwa hiyo kanisa. Nikiwa tu kwa hii kanisa ya pili, nilitembea vile unaweza enda mahali alafu utembee kwa kanisa. Nikaenda kwa ile kanisa, nikakumbuka vizuri vile nilienda nikapeana huko fungu la 10 ilikuwa 700. So nilipokumbuka nikaonyeshwa huyo mchungaji wa hiyo kanisa yenye nilipeana 700. Nikaona akiwa kwa hoteli. Akatoa pesa kwa kikapu ya sadaka, akanunua chips na kuku. So pesa iliyobaki nikaona ameweka airtime. Nikarudishwa kwa Malachi chapter 3 from verse 10 to 12, nikaisoma tena. So niliposoma ile maandiko, yani sasa natafuta, najaribu kufikiria mahali popote naweza kuwa nimepeana fungu la 10, sioni. So nikarudishwa kwa hiyo maandiko. Najua watu wanaamini ya kwamba tuko kwa Agano Jipya, tufai kulipa fungu la 10. Lakini mimi kutolipa fungu langu la 10 kamili
Sikuwa na hiyo mawazo. Nilikuwa najua kabisa tu fungu la 10 nafaa kulipa. Lakini sikuwa nalipa tu, yani intentionally. Naweza lipa, siku ingine nalipa, siku ingine silipi. Siku ingine nafaa kutoa maybe kama ni 2,000 natoa 1,000. Maybe kama ni 1,000 natoa hata 200. Yani natoa kulingana na vile mwenyewe nataka. Na ninahesabu ni fungu la 10. Fungu la 10. Kumbe maandiko inasema leteni saka kamili. Ni kamili, ni 10%, ni kamili. Na mimi nataka kuambia watu ambao wanasikiza ya kwamba mtu yoyote halipi fungu la 10 hatawahi ingia mbinguni. Hatawahi, ni maandiko. Na lazima itatimia. Na lazima fungu la 10 litolewe kwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu kuna wale wanasema fungu la 10 unaweza peleka kwa mayatima, unaweza saidia wenye hawajiwezi. Hapana, uko na 90% ya kufanya mambo ingine yote. 10% lazima iende kwa nyumba ya Mungu. Inasema bring all the tithes into my storehouse. Fungu la 10 liende kwa nyumba ya Mungu, kwa mchungaji wako, mahali unaabudu. So pale na tukae tukijua ya kwamba hii matoleo tunatoanga kanisani inaandikwa. Tunatoa kama hiyo kanisa nilikuwa naenda, ile kanisa mchungaji ajuangi mtu anatoa fungu la 10 kiasi gani. Kwa sababu bahasha ya fungu la 10 hauruhusiwi kuandika jina kwa hiyo kanisa. Hauruhusiwi kuandika namba yako ya simu. So mchungaji hata akipata bahasha iko na milioni hajui ni nani ametoa. Akipata ya 100 hajui ni nani ametoa, hana hesabu. Lakini mbinguni Mungu anaandika siku ya leo. Katika ile hali nilikuwa pale nikijaribu kutafakari mahali nilitoa fungu la 10, nikarudishwa back wakati nilikuwa nafanya kazi Naivasha. Nikaonyeshwa nilipolipwa salary ya 20,000. Kabisa, na ninajua hiyo ili happen ndio ikuje kunifundisha. Ile salary nilipopata hiyo siku nikasema wacha nitoe 2,000, nikirudi Nairobi nikienda kanisani nitatoa. So nikatoa 2,000 nikaiweka kando. Ukweli niliporudi Nairobi Sunday nikienda kanisa nilibeba hiyo 2,000 nikaenda nayo. So kufika pale kanisani kuna wakati nilikuwa nimetoa pledge ya kwamba upande wa project nitatoa 1,000. So chairman wa project akasema hiyo Sunday watu walitoa nadhiri walipe nadhiri zao. Si nilikuwa nimesema nitatoa 1,000. Nikaona si hii fungu la 10 ni 2,000. Si nitoe tu 1,000 niweke kwa bahasha ya project, 1,000 niweke kwa bahasha. Nilionyeshwa kabisa nikaletewa hiyo bahasha hiyo siku. Huyo mtu akanionyesha hii bahasha tarehe 6 ilikuwa na 2,000, lakini saa hii iko na 1,000. 1,000 iko wapi? Nikakumbuka vile nilifanya, vile niligawa ile pesa. Nikarudishwa tena kwa Malachi chapter 3 verse 10 kuisoma. Fungu la 10 huwezi gawa ufanyiki. Lazima iende kwa kanisa ikiwa ni fungu la 10. Kama kuna kitu ingine ni the remaining elements. So pale nilikokuwa bado naendelea kutafakari, niliona ile uwepo ule mtu alikuwa ananiongelesha simuoni tena. Nikaona tena niko kwa giza. Ile mwangaza umeondoka. So nilipoona niko kwa giza nikasimama. Hata malaika sasa sioni. Mimi kusimama hivi niliposimama nikapata hata ile nguo nilikuwa nayo ya madoadoa sina. Nimebaki uchi. So maumivu ikarudi kwa mwili. Nikaanza kusikia sasa ninaumwa. Na the more ninaanza kuumwa, ile kitu inaniuma zaidi kuliko vile nilikuwa naumwa nikiwa kwa dunia. Maumivu inaniuma. Najua watu huwa tunasema mtu akikufa ati fulani amekuwa mgonjwa sana, ameumia sana, afadhali hivyo amepumzika. Hautapumzika kama haukutenda mema. Ukikufa kwa dhambi,
ile mateso, ile maumivu ulikuwa unasikia hapa kwa dunia inakuwa doubled. Yaani unaumwa zaidi kuliko vile ulikuwa unaumwa ukiwa hapa kwa dunia. So niliposimama nikaona upepo. Ni giza, lakini upepo inakuja, na ile upepo ninaisikia na ninaiona. Inakuja hii upepo, inazungukanga, inabeba, hata harufu inaweza. So nilipoona ile upepo nikasema wacha nikimbie, hii upepo isinibe. Sikukimbia. Niliinua tu hii mguu ya kulia peke ya kushoto. Nilipoinua hivi nataka kukimbia, nilienda chini. Nilijipata yani nimeenda chini kama umeme. So pale chini nilipoenda, mahali nilifika nikapata ni mahali kumekauka. Si kama huku kwenye nilikuwa naona nyasi na miti. Kumekauka, kumenyamaza, hakuna kitu inaendelea, ni giza kabisa. Sasa nilipoona ile giza, niko kwa giza na ninasikia maumivu, nikaanza kusikia masauti za watu wenye wanalia. Na hao watu nikisikia wanalia wako chini. Nasikia mimi nimesimama on the ground, lakini ni kama wako under the ground. So nasikia watu wanapiga nduru, wanalia. Sasa najiuliza, watu wanalia wako wapi? Naangalia huku sioni. Akili yangu, mawazo yangu nataka nijua watu wako wapi. Huku mimi mwenyewe nasikia uchungu, ninalia pia, uchungu iniondoke. So immediately pale chini nilipotazama hivi nataka nione, kule chini kukafunguka, ni kama mlango. Ukafunguka. Ulipofunguka ule mlango, nikaona ile nyumba ni kama nyumba na si nyumba, lakini naona, unajua ukiona watu ni wako mahali unaamini, na kuna mlango unaamini ni nyumba. So nikaona ni kama ni nyumba na ni nyeusi. So ikakuja juu. So kukuja juu hivi tukaangaliana nayo. So nimesimama, lakini sasa ninaiona hivi na mlango umefunguka very wide. So kuangalia hivi ile kitu niliona kwanza, nikaona moto. So nilipoona moto nikajua huku ni jehanamu, nikajua nimekuja jehanamu. So hapo ndio nilianza kulia na maumivu ile nasikia kwa mwili. So nalia, naambia Yesu, usikubali niingie kwa moto, usiniachilie niingie kwa moto. So nilipotazama hivi nikaona watu wamejaa. Nikaona watu wanalia. Moto unawaka. Moto unabadilika, saa ingine unabadilisha rangi, unawaka moto yellow, sometimes in a twinkling of an eye unaona ile moto imeturn side ingine ni red, unaangalia unaona side ingine inatani ni blue. Alafu sasa pale vile mahali macho yangu iliangalia hivi kukawa na kama ni kinjia kikubwa. Kile kinjia kikubwa naona huku kuna watu. Sasa hawa watu walikuwa hii side ya kulia, waliponiona wakaanza kupiga makofi. Wanalia na wanachomeka. Lakini waliponiona walikuwa wanakuja, ni kama wanakuja kunichukua tuingie nao kwa moto. Alafu naona watu wengine wako upande wa kulia. Huu upande wa kulia nao, hawa wa upande wa kushoto walikuwa wanachomeka randomly. Lakini hawa wa huku wanachomeka wakiwa in different circles. Unaona hii sako, watu wanachomeka tofauti, wanateswa tofauti, na wale wengine wako kwa in other circle. So na hawa wa upande wa kulia naona wana beg, ni kama unajua, unaelewa hata haulizi swali. Ninaelewa tu, si ati mtu ananiambia, lakini najua ni hawa ni watu waliokoka alafu wakatenda dhambi wakiwa kwa wokovu. Alafu ninaelewa hawa wakulia, hawa hawakuokoka, hawa ni wenye walikufa kabla hata waokoke. So si kufocus sana kwa hawa, nikafocus kwa hawa. Hapa mahali nimesimama, wanyama walitoka kule kwa moto. Wanyama wote wa msituni. Yaani wanyama wote wa msituni, ule mnyama si kuona ni simba peke yake. Lakini wanyama wote wa msituni walikuja wakanizunguka. Wanyama waliponizunguka, lizards zikanipanda kwa mwili.
Huu mwili lizards haziniumi, lakini ile tu kunitembea hivi kwa mwili nasikia uchungu. So nikijaribu kutoa hivi vile unaweza fanya hivi utoe. Kitaka kutoa hivi ni kama wanatoka na ngozi. Sasa nasikia uchungu, ninalia. Pale nyani, najua sisi kule nyumbani kwetu tukiwa wadogo tulikuwa tumezoea ukitaka kudhihaki mtu unamfanyia hivi. So nyani wananiangalia alafu wananifanyia hivi. So ninajua hiyo ni kunidhihaki na wamenizunguka hapo. Sasa paka zilikuwa zinakuja, mimi nilikuwa na paka Cutex. So paka zinajaa kwa hii miguu yangu. Nilikuwa na paka Cutex kwa vidole za miguu peke yake, mikono sikuwa na paka. Zinaingiza makucha yake ndani ya hiyo kucha yangu. Inagwara hiyo Cutex inataka kutoa. Na hata nikiwa hospitali nilikuwa nimepaka Cutex ya green. So wanaingiza hivi makucha, wanatingisha hiyo makucha, wanangoa. Nasikia uchungu, ninalia. Saa ile ninalia, nyani zinanichekelea, wanyama wananichekelea. Wanyama. So ninaona hawa nyani wanakuja, nikuanga na nyoa hizi na paka the eyebrows. So naona nyani wanakuja wanaingiza makucha huko. Wanangoa zile eye pencil, ile kitu wanja. Huku nilikuanga napenda kupaka lipstick ya purple. Naona kabisa saa hiyo kitu yote nilikuwa mavazi ile nilikuwa navaa. Naona pale nilipokuwa pale niliona nimevaa trouser na nimevaa katop kingine ka sleeveless. Niko na my earrings. Yaani vile nilikuwa nakaa kwa dunia. So wananitoa ile lipstick na literally nikiwa hospitali sikuwa na lipstick. Juu ukiwa mgonjwa hakuna wakati. Sikuwa nikuanga napaka makeup. Even if you look at my photos za kitambo niko na makeup. Naona nyoka inakuja inatoa ulimi inalamba hiyo makeup. Na hii kilamba hiyo makeup, ngozi inatoka hivi. Ninalia, nasikia uchungu. Ile uchungu unasikia si uchungu ya nyama. Ile uchungu unasikia ni spirit yako ndio inasikia the pain. Na ile kitu, the pain ile mtu anasikianga hapa kwa dunia ni ya spirit. So the spirit ikishatoka kwa mwili, ile pain unasikia ni different. Na ile pain unasikia ukiwa hapa kwa dunia, nafsi kama bado, spirit kama bado iko ndani ya mwili. Unasikia uchungu double. So nasikia uchungu. Pale harufu inatoka pale kwa kuzimu, pale kwa moto, ile harufu ni mbaya. Nikijaribu kufunika hivi mapua nisivute, ile harufu ndio naisikia sana. Yaani unaiona kuna harufu inafanya una suffocate. Ni kama harufu inafanya una suffocate, unashindwa kupumua. Na pia nina kule ndani watu wakichomeka nataka kuangalia. Sasa kuangalia, wamama ndio walikuwa wamejaa. Mpaka wakati niliona hivi nilifikiria hiyo mahali niko ni kwa wamama peke yake, maybe kuna sehemu ya wanaume. So katika ile hali ndio nikaanza kuona wanaume. So niliposimama pale ninalia, nikashindwa nikajiuliza, unajua ni swali najiuliza, kwani hii makeup nilipaka, kwani hii Cutex, kwani iko na ubaya gani paka zinanitoa? So immediately screen ikaapia mbele yangu. So kwa ile screen, unaona kwa screen hata kwa TV wakitangaza unaona kuna maandishi yanapitanga hapa chini. So kwa ile screen niliona maandishi yanapita. Ile maandishi inajiandika pale Jeremiah chapter 4 verse 30. So ile maandiko ikipita hivyo kwa screen, ile maandiko immediately ina turn kama shindano, syringe. Unaona hii syringe ya kudunga, immediately maandiko ina turn kama shindano, alafu inakuja inanidunga. Ikinidunga nasikia uchungu. Ninasoma hiyo maandiko, ninaiona. Ukiangalia hiyo Jeremiah chapter 4 verse 10. Jeremiah chapter 4 verse 10 verse 30. Jeremiah chapter 4 verse 30. Hii unaweza soma na Kiswahili. Yeah. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika
mavazi mekundu, ujapojipanda mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu, wapenzi wako wanakudharau, wanakutafuta roho yako. Bwana asifiwe. Amen. So hii maandiko inasema vizuri, je, ujapotekwa utafanya nini? Ukivaa mavazi mekundu, uvae nini zingine? Mapambo ya dhahabu. Mapambo ya dhahabu. Hiyo ni ma earrings, ma necklaces, yani jewelries. Wanja machoni. Unapojipaka wanja machoni. Ukiangalia kama version yangu ni King James, inasema, and when thou art spoiled, what will thou do? Though thou clothe thyself with the crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with the painting. Rentest thy face with the painting. Painting ni hizi makeups tunapaka, those are painting. We paint the face in vain. Yani ni unajifanya mzuri bure. So nilipoona hivyo nikajua kumbe hii kitu nilikuwa nafanya ni mbaya. Mbele za Mungu ni mbaya. So hapa nikiona hiyo maandiko naanza kutubu. Sasa kuangalia kule ndani nikaona kuna sako ilikuwa na vijana kama miaka 12 na 20 hapo. Wako katika sako moja, na hii sako walikuwa wanaimba gospel na wanacheza. Wana dance, wanatoa styles, lakini wako kwa moto. So mapepo inatoka huko inaanza kuwadunga. Inawadunga vile wanatoa, kwa kiinua hivi mikono, vile wanatoa hizo styles za kudance, hizo mikono zinadungwa. Na wanalia, na wanakataa, lakini mapepo inawalazimisha, wanaifanya kwa kulia. So nikashindwa ni kwa nini? Kwa nini na ni gospel wanaimba? So nikaona ile room, ile hall yenye walikuwa hiyo sako imeandikwa entertainment in church. So nikaelewa katika hizi kanisa zetu za saa hii unaona kuna kuanga na kikundi wakati wa praise and worship. Kuna hiki kikundi wametenga ya vijana wanacheza. Kazi yao ni kucheza wakientertain watu. Okay. So focus ya watu haiko kwa kuabudu Mungu, inakuwa kuona vile hawa vijana wanacheza. Attention haiko kwa worship. Okay. Inakuwa ni entertainment. Zile dancing mgeni zinafanya watu hawaoni anayabundiwa, wanaona zile dancing styles. So nilipoona hivyo ndio nikajua kwani hizi zinakuanga ni mbaya. So immediately, so ile kitu nilikuja after kuona hawa nikaona wakiendelea, wakati naona na mawazo inaniambia ni dhambi, inakuja moto, ile moto inakuja kama ni kama blanket. Yani inakuja ni moto but ni kama blanketi, inakuja inawafunika, hauwaoni tena. Alafu inawapeleka mahali sasa siwezi jua ni wapi wameenda. Alafu sasa naona group nyingine inakuja. So the group yenye niliona ya pili ilikuwa ni ya wamama. Wamevaa hizi viatu za mrefu, high heel shoes. So naona hizi high heels zinakuanga mrefu. So na ninaona hawa ni watu wote wanatoka side ya hii watu wenye wameokoka. Na hizi viatu mrefu wamevaa, zile viatu sasa zinageuka zinakuwa ni miba. Inawadunga huko chini ya miguu. As much as wanaomba, wengine ni kama wanaimba lakini wanalia, na wanalazimishwa na mapepo kuimba na kudansi na hizo kucheza na hizo viatu, na miguu inatoka damu. Sasa nikashindwa, kwani focus yangu inakuwa kwa kiatu. Nasikia kabisa focus ni kiatu. So kuangalia ile kiatu, hapa kando ya kiatu imeandikwa kabisa, inaonyesha shoes of rebellion. So nikashindwa shoes of rebellion aje. Immediately nikiona shoes of rebellion, ile screen tena inaonekana. Naona sasa maandishi inapita pale kwa screen. Isaiah chapter 3 verse 16 and verse 17. Sijui unaweza soma tu.
Isaiah chapter 3 verse 16. 16. Bwana akasema tena, kwa sababu binti ya Zayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyoshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha na kuuliza njuga kwa miguu yao. Bwana asifiwe. Naangalia hiyo maandiko inasema kwa sababu binti wa Zayuni ni mgani? Si ni binti ameokoka. Binti wa Zayuni si binti ambaye hajaokoka. Sure. Binti wa Zayuni ni yule ameokoka, ndiye anaitwa binti wa Zayuni. Na Biblia inasema wana kiburi. Maana hiyo kiatu ni kiatu ya kiburi. Wanatembea na shingo zilizonyoshwa. Kabisa ukiangalia mtu kama amevaa kiatu ya high heel anatembeanga akiwa straight. Kama ako focused. Na macho ya kutamani. Na mwendo wakienenda kwa hatua za madaha. Hiyo steps ya mtu anatembeanga kama amevaa high heel shoes. Mwendo wa madaha na kuliza njuga. Ile kiatu mtu akitembea hata ukiwa wapi utasikia kuna mtu anatembea. So mbele za Mungu ile kiatu ni kiatu ya rebellion, shoes of rebellion. Yani uasi. Ni watu ambao wamemwasi Mungu. Wanaliza njuga. In fact kiatu ile mtu akivaa walking style inabadilika. Urefu yake ye mwenyewe hata kama ni mfupi atakaa mrefu kiasi. Mwendo wa kutembea hauwezi ukakuwa kawaida kama mtu mwenye amevaa kiatu ya kawaida. So nilipoona hivyo, nikishajua mawazo, nikajua kumbe kuvaa kiatu ya high heel ni mbaya. Moto inakuja tena inawafunika, inawabeba. Unaona vile maji inaweza kuja mingi na ifagie kitu iende. Sasa ule moto ni moto, lakini unawabeba kama ni maji. Unawapeleka mahali wapeleka, hautawaona tena. Wameenda hivi. In fact 17 nasema, basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini na Bwana ataifunua aibu yao. Hiyo ndivyo Biblia inasema, atawapiga. So na pale saa ingine ule moto unawaka, unabadilika. Ule moto sasa pale juu unaona inakaa ni kama nyota. Inajikusanya juu, ni kama nyota zinajikusanya juu. Watu si wako chini. Zinakusanyika juu, inakuwa ni nyota, alafu zinanyesha. Ni kama mvua. Unaona ile mvua inanyeshanga ya mawe. Nyota zinanyesha ni kama mvua ya mawe, na hii ni moto inanyeshea wale watu wenye wako kule chini. Nyota, hiyo ilinishangaza. Nyota zinanyesha ni kama mvua inatoka kwa nyota mzito, na ni moto, si mvua, ni moto inanyesha kama mvua ya mawe, and then inanyeshea wale watu wenye wako kule ndani. Sasa mimi nilikuwa nalia, naambia tu Yesu anisamehe nisiingie kwa moto. Nisiingie kwa moto. Ile mapepo yenye iko pale inapolazimisha wale watu kufanya vitu walikuwa wanafanya, mapepo zinawachekelea. Alafu kitu moja, pepo hazichomeki. Ile moto inachoma hawa watu, na ni weusi. Kila mtu ni mweusi. Hakuna tofauti. Ni weusi kama makaa. So ni wale ile grupu ilipoenda ikakuja tena kuangalia tena, nikaona sako ingine. Sasa hapo nikaona wamama na nywele. Hizi nywele za kubandika. Hizi weaves, hizo wigs, hizo marastas. Wako kasako moja hapo, ndio niliona pia some men wako nazo. Sasa zile nywele nilipoona kuja hivi, mapepo inawasukumanisha, inawapiga, inawadunga moto, ile nywele inashika moto. So nilipoona nywele inashika moto, nikakumbuka pale hospitali
vile wamama walikuwa wananivuta niwashuke nywele juu nilikuwa na wasuka. So nikasema kwani kusuka nywele ni mbaya? So wanashika ile kichwa, nywele ikishika moto anashika hivi anavuta. Yaani akili ninasoma, yani naelewa akili inamwambia akitoa ile nywele hata chomeka, hata teseka tena. Lakini haitoki. Ile nywele inachomeka, haibadiliki kuwe jifu na haichomeki iishe kwa kichwa ya mtu. Alafu huo moto ukitoka kwa hiyo nywele unachoma mwili yote. Na sasa ukitoka kwa hiyo nywele ukianza kuchoma hiyo ukienda mwili yote, hiyo moto ndio inampeleka mahali penye hautamuona tena. So nikaangalia nikashindwa, hii nywele kwani iko na makosa gani? So maandiko ikakuja tena in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 9. 2 Timothy chapter 2 verse 9. Pengine unaweza soma na Kiswahili inaingia vizuri. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Ni 2 Timothy 2 verse verse 9. Verse 9. 1 Timothy chapter. Oh, first. Yeah. Second. Oh, pole. Sorry. 1 Timothy. Yeah, 1 Timothy chapter 2 verse 9. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Bwana asifiwe. So neno linasema wanawake. Kwanza ukiangalia pale juu, sasa hii ndio nilipewa, lakini ukitaka kuelewa ukiangalia kuanzia mstari wa 8, Paul anasema I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Wanaume wakiomba wakiinua mikono, now in like manner, in same manner, katika hiyo hali ya kuomba. Nao wanawake wanafaa kuomba wakiwa wamejipamba kwa mavazi ya kuwasitiri, adabu kiasi, without, yani sio. Hebu soma tu na Kiswahili tena. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu. Sio kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu wala kwa nguo za thamani. Hiyo maandiko nilielewa inakataza wamama kusuka hizo nywele. Hizo attachment kuweka hazimtukuzi Mungu. Nilikuja kusoma hiyo maandiko najua naelewa Kikuyu kiasi. Hebu kama uko na Biblia ya Kiswahili hebu soma hiyo mstari usikie. Ya Kiswahili ama Kikuyu? Kikuyu. First Timothy. 1 Timothy chapter 3. No, chapter 2. Chapter 2 verse 9. Ona ningĩ kwenda atĩ andũ anja mehumbage wega na nguo itarĩ cia kwĩonania, marĩ na mĩthiĩre yagĩrĩire na marĩ na ũũgĩ wa ngoro, matikegemagie na kũrama njuĩrĩ kana thahabu kana ruru ona kana nguo iria cia goro mũno. Nilisoma hiyo maandiko na Kiswahili nikapata iko na deeper understanding kuliko hata na English. Yeah. Nguo na Kikuyu that is. Yeah. Yes. Nguo ambayo haionyeshi uchi wako. Nguo ambayo haionyeshi mwili wako. Na sio kwa kusuka. Biblia inasema vizuri, sio kwa kusuka nywele. So hapo ndio penye confusion inakuja kwa kanisa na kwa Wakristo. Hii maandiko hawaielewi na automatically dhambi kwa Biblia ile kitu ninaona anything yenye ni dhambi Mungu aiuliweka vizuri, unaona
hii ni kitu Mungu anasema nisifanye. Okay. Haihitaji any interpretation. Sin is sin. Alright. So nilipoona hivyo, wakati wanachomeka, nasikia hiyo moto, hata mimi sasa kwa kichwa nasikia inachomeka. Wanalia. Watu wanalia. Wanatafuta, yani unaelewa, mtu anatafuta maji. Maji hakunywi. Yani mtu amelia, akona kiu, akona njaa. Unaelewa, mtu akona njaa. Huyu mtu akona kiu sana sana, kiu ya kutafuta kitu ya kukunywa. Watu wamelia, unaona mtu alilia mpaka ulimi imetoka nje kwa sababu ya kulia throughout. Wana huzuni, hawana tumaini. Yani unaangalia hivi, unajua huyu mtu hana tumaini kabisa. Lakini sasa pale walipoona mimi nikiwa nje, wanakuwa wanafikiria ni kama wale wenye wameokoka wanaona ni kama mimi nimeenda kuwasaidia watoke kwa sababu nilikuwa nje. Lakini hao wenye hawakuokoka nao wanajua mimi ni wao, nimeenda kuingia nao kwa moto. So pale hao walipoondoka, ndio sasa nikaona tena holi nyingine ilikuwa sasa na wamama wanavaa nguo fupi. Wanaume wanavaa vinyasa. Nguo fupi. Nguo zenye hazina mikono, hizi sleevelesses. Pale sasa walikuwa wamejaa. Zile nguo zinashika moto. Kama ni hiyo skati fupi ama nguo fupi, hiyo skati inashika moto kuanzia hapa penye mtu amevalia tu hivyo. Inamchoma, yani mtu anachomeka mpaka unaona, mwaona mabati kichomeka vile inakuanga. Hivyo mtu anachomeka, anakuwa hivyo, alafu sasa anajaribu kutoa hiyo nguo, haitoki, and then hiyo moto inawabeba wote vile wanachomeka hivyo, inawapeleka mahali wanaenda hautawaona tena. Tena kikundi ingine ndio inakuja. Na wanalia. Sasa nikaangalia hiyo mavazi, bado nikarudishwa kwa hiyo 1 Timothy chapter 2 verse 9. Wamama wavae mavazi ya kuwasetiri, si ya kuonyeshana. Mwanamke yote anavaa nguo ati inaonyeshana huku, hata ingia mbinguni. Nguo ati ni fupi inaonyesha mtu akinama mapaja yote iko nje, hakuna mbingu. Hakuna mbingu. Hii hata watu waseme nini, tunaingia mbinguni kwa neema, hakuna kitu kama hiyo. Hao watu wote wako kuzimu. Wako kuzimu. Na Mungu hawezi sema wavae mavazi ya kusetiri, alafu the same God awache mtu umeokoka na bado unavaa mavazi ya kidunia, mavazi ya kikahaba, kama ile tumesoma in Jeremiah chapter 4 verse 30. Mavazi mekundu, mavazi ya kikahaba, alafu useme utaingia mbinguni kwa sababu ya neema. Hapana. Watu wanalia kule kuzimu, watu wanateseka. So mimi nikiwa pale ninalia, nikaona sana kikundi kingine kikakuja, kilikuwa cha watu wanavaa earrings, necklaces, bangles, jewelries, hizo majewelries zote. Ile jewelry inalipuka, yani ni kama risasi. Unasikia kitu inafanya ni kama risasi. Lakini ni moto inatoka kwa ile earring, ama kama ni chains hizi za shingo. Inatoka, alafu inaanza kutoka moto. Hiyo moto itaenda hivyo, hiyo moto ndio itachoma huyo mtu kabisa, mwili yote sasa. So ninaelewa chanzo cha hii moto, shida ya huyu mtu ni hizi earrings zenye amevaa. So nikauliza, kwani hizi earrings ziko na shida? Hizi necklaces ziko na shida? Nikiuliza hakuna mtu ananijibu. Unajua ninajiuliza mwenyewe, ile kitu inakujibu ni ile screen. Maandiko inakuja pale kwa screen. Wanasema angalia Ezekiel, enda kwa Ezekiel chapter 7. Ezekiel chapter 7 verse 19. Verse 19. Verse 19, verse 20. Naambia tayari tumeenda masaa mawili.
Kwa hivyo sijui kama tutamalizia ama umebakisha part kubwa. Ni pati kubwa, so pengine because Acha tusome hiyo alafu tumalizie hapo. Tutakupea nafasi nyingine ili pia uje tuendelee. Manake lazima tufanye haya na lazima tuelimisha watu. The reason as to why we are more focused on these verses, it is because ndizo alikuwa naonyesho. Kwa hivyo ni muhimu tukiendelea tunaelezea na Bible. So tunaweza chukua wakati kama muda mwingi, lakini pia tutakuwa na nafasi ya kuweza kukuleta hapa tena hata ikiwezekana next week ili tuweze kuendelea. Isipoisha pia tutakuita tena. Manake hii safari ya mbinguni lazima tuwe makini na tuelimisha watu. Haya, Ezekiel chapter 7 verse 19. Verse 19. Watatupa fedha yao katika njia kuu za mji na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao wala hawatajijaza matumbo yao kwa sababu zilikuwa kwako la uovu wao. Hizo jewelry zimetengenezwa kwa dhahabu na lulu. Na Mungu anasema watazitupa, hazitawaokoa. Alafu ukiangalia hapo mwisho anasema ilikuwa ni chanzo cha uovu. Hizo vitu zilikuwa ni chanzo cha uovu. Na Mungu anasema, ukiangalia mstari wa 20 unasema, as for the beauty of his ornament, he set it in majesty, but they made the image of their abomination and of their detestable things therein. Therefore, Mungu anasema, therefore have I set it far from them. Hiyo ni wakati wana wa Israeli walitoka Egypt. Si Biblia inasema Mungu aliambia Musa wabebe hizo jewelry, hizo madhahabu za wana wa Misri. Na Mungu akasema wakifika in the wilderness wale wamtolee dhabihu. Lakini walipofika in the wilderness, dhambi ya kwanza yenye walitenda, walichukua hizo vitu wakatengeneza kamungu kang'ombe wakaziabudu. Ndio sababu Mungu anasema hiyo ndio chanzo cha uovu wao. So hizo vitu wanapovaa, tunapovaa, Mungu anaona kamungu, an idol ile waliabudu in the wilderness. Na Mungu anasema I set it far from them. Aliwaambia, ukiangalia Mungu anasema aliwaambia hiyo for the beauty of his ornament he set it in majesty, but they made it the image of the abomination. Walitengeneza image of an abomination. So we are as Christians born again, hatufai kuvaa hizo ma earrings. Mimi hata masikio ndio hii ukiangalia nilikuwa nimetoboa, nilikuwa navaa. Ulikuwa wa dunia. Yes. Sasa hivi wewe si wa dunia. Mimi si wa dunia. Kwa hivyo yule aliye wa dunia baada ya kutazama ujumbe huu wacha kuwa wa dunia. Manake hata Biblia imesema sisi si wa dunia. Tungekuwa wa dunia tungependwa zaidi na wana dunia. Kwa hivyo ni ruhusu tu nihitimishie hapo. Angalau tuweze kuendelea labda wiki ijayo. Manake naona wiki hii ni kama imeisha. Kwa hivyo we shall have part 3 probably next week. Tutakuja. Labda kwa kumalizia, lakini hata kama tumesema tumalizie leo, kwa kumalizia ungetaka kuambia Wakristo vipi? Ujumbe wako wa kumalizia. Mimi naweza taka tu kuambia Wakristo, mtu yoyote ameokoka. Kama umeamua umeokoka, ishi vile Mungu anataka. Kitu yoyote Mungu anasema ni dhambi, tuachane na dhambi. Hii maandiko yetu wanasema tunaishi kwa neema. Mungu anaangalia moyo. Mungu haangalii nje. Kwa sababu ukiangalia mambo mengi nimeongelea kando na mambo na fungu la 10 na mambo ya kusengenya mchungaji. Mambo hii ingine ni mambo inaonekana na nje.
mienendo, tuvaavyo, mavazi, vile tunaonekana na watu, vile tunavyoongea. Tu anasema Mungu anaangalia moyo, haangalii mwili, na ni ukweli, ni maandiko. Wakati Daudi alikuwa anapakwa, Sauli aliambiwa Mungu haangalii nje, anaangalia moyo. Mungu alikuwa anasema haangalii umbo ama kimo cha mtu, sio mavazi. Hiyo haiongelei vile tunavaa. Moyo alikuwa anaangalia moyo wa alida, kiongozi. Anachagua kiongozi kulingana na moyo. Kiongozi mwenye ako na moyo wa kuhudumia watu wale Mungu amemwaminia. Lakini ikikuja kwa mavazi, ndio Mungu anaona pia moyo. Mimi vile nilikuja hapa, hukujua nitakuja nimevaa nguo gani. Lakini moyo wangu kabla nivae moyo ulijua nitavaa nguo, kwa sababu Mungu aliona moyo, akajua Lilian hii siku hii ndio nguo anavaa. So wewe umeona, watu wengine wameona kile nimevaa, lakini Mungu alijua nitavaa nguo, aliona kwa moyo wangu. Okay. Ni ukweli. So usitamani kukufa maisha kukua kwenye dhambi. Okay. Nafikiri utatuombea ili tuweze kumaliza. Ndio. So acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua mchana ya leo. Yesu mwana wa Mungu, ni wewe tu ndio unaweza Bwana, wewe ndio unaweza Jehova mtakatifu atakatifu. Tunanyenyekea chini ya miguu yako Bwana, ili ukaweze kutusaidia, maana wewe ndio njia ya uzima wa milele. Tumekuwa hapa Baba kwa kuongea neno lako, neno la uzima, neno la uhai. Mtakatifu atakatifu, naomba Baba Roho Mtakatifu akaweze kutusaidia, pamoja na msikilizaji ambaye amesikiza hili neno. Roho wako Mtakatifu akaweze kumhudumia ili akaweze kuelewa. Naomba Baba ukaweze kutusaidia ili tusikose ufalme wa mbinguni. Tusamehe dhambi zetu, tuondolee makosa, tuondolee laana, ili siku ya mwisho tunapokungojea Bwana tusikose mbingu. Kila yeyote ambayo amekiri ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yake, Mtakatifu atakatifu mwana wa Mungu kaweze kumsaidia akafike mbinguni. Na yule ambayo hajakiri Baba, tunamuombea. Yoyote ambayo hajatambua Yesu mwokozi, Baba yangu na Mungu wangu, usiwawache Masia, maana neno lako linasema ya kwamba unatamani ya kwamba mwanadamu yeyote akaweze kujua ukweli ili akaokolewe. Wacha ukweli ukaweze kuwafikia siku ya leo, wakaweze kuokolewa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. So, thank you so much. Amen. God bless you so much. Amen. Tumeshukuru sana kwa kuweza kututembelea na kwa kufungua roho kuweza kuwaambia Wakristo mambo ambayo labda watu wengi wameyaona lakini wameogopa kuwaambia ukweli. Manake pia wao pia wameshindwa kufuata walioyaona. Unajua pia kuna kuyaona na kuna kuyafuata. Mengi yao itabidi ujinyime. Mengi ni magumu kuyaweka kando ukiwa duniani, lakini itabidi uamue. Kwa hivyo kama hauwezi kuamua, basi hata kuyasema inakuwa ngumu. Manake watu wataangalia kama wewe unayatenda ama unayasema tu. Kwa hivyo asante sana Lilian na Bwire Obondo, ama Lilian Blessed. May God bless you so much. Asante kwa kututembelea. Nafikiri pia tutapata nafasi wiki ijayo. Pia tutakuita hapa uweze kutuongelesha. Asante sana na shukrani. Okay. Okay. Thank you. Mureri wa Farothi wa Thayo TV, yuma tabarira ya mwanya muno makiria iri na gicunje kia mbere na gicunje gia keri, na no tugukurehera gicunje gia gatatu o guku thiini wa Farothi wa Thayo TV, tukienda utaukwo ne mamwe ma maundu maria tunaria haha. Mamwe mamo no uri mone kuma understand utaiko wi thiini wa roho, angimana mona makare mone kumaria, angimana rituhirwo ne kumaria ne gukorwo ona umatiehota kumarumirira ona thengia ya gukorwo atene mamonire. Ru niruo rugano rwa Lilian na Bwire Obondo, tugacokia ngatho ona niwe gwitikira guka gutuhe. Ngurikiria hau nguririkanie tabarira niwe kurugamiriro ni Express Terrazzo Center aria mari haria Eastern Bypass ya Kamakis, wahetuka Kidani Mabati uhetuke RFH mehaubere ni kuona signboard cia duka ya werorete na barabara. Wira ni gwikira floor kuri mishie na manyumba maria mothe maraku. Weko ni uraka apartment,
flat cia gukomborithia, mikawa, thibitari, makanitha, nyumba cia guikara ta flat roof na iria ingĩ ciothe ciĩkagĩrwo terazo kũrĩa igũrũ, stairs-inĩ, baranda-inĩ, corridor-inĩ, riko, kĩoro na kũrĩa kũngĩ guothe gwĩkĩragwo. No nyende ohe andũ acio magwĩtwo Express Terrazzo Center mararuta wĩra mũthaka mũno makĩria megũkwenderia material macoke ho magwĩkĩra installation. Wĩko wĩna mabundi magwĩkĩra ndũkaigua kĩmaka, no mahe wĩra wa material mena rori ya gũkũrehera nginya mũrango-inĩ wa gwaku. Koguo aranĩria na Express Terrazzo Center, mathogora mao nĩ mabacĩrĩre. Namba cio cia thimũ nĩ 0798 333 000, 0798 333 000 kana 0798 008 008. Aranĩria nao na nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Njoke ngũririkanie kuria Nyandarua mwena wa Olkalau nĩ tũrarugũririe project ya mwanya mũno makĩria retwo Kingdom City Olkalau Nyandarua, na ndĩ haha na mũgeni wakwa ĩka igĩrĩ nĩ ciaumagara. Ngĩambĩrĩria ciuma ĩka 6, ndĩ haha ĩka igĩrĩ nĩ ciaumagara ciatigara ĩka 4. Woi mũndũ wakwa waya kũhetũkwo nĩ project ya mwanya ũguo, project very prime ĩroima 1.8 million per acre na deposit nĩ 300,000 icio ingĩũrĩhe na mĩeri 6. Mũndũ witũ weima nabathi ya mwanya ya kwĩgĩra kaĩka Nyandarua handũ prime handũ ngĩrĩma mũgũnda mũirige no gĩkĩrwo gate toya na actually ni handũ hetagwo Kariamu ndagĩka 15 kuma Olkalau town. Kũu nĩ handũ very prime. Nĩngwenda woe namba ya thimũ 0798 008 008, 0798 008 008. Mũgũnda wĩ ndagĩka 15 kuma no ndĩmĩtire capital city ya Nyandarua. Gũkũ nĩkuo county headquarters ire Olkalau, koguo nĩ ndagĩka 15 kuma hau. Kame tuki mũndũ witũ 0798 008 008. Wena we kwenda safe box ya kũiga title deed, kũiga mbeca, kũiga certificates cia cukuru na indo iria ingĩ ciothe, safe box ĩno ndĩngĩhĩa, ndĩngiurĩrwo kana ingĩrie maĩ. Mũndũ ndangĩiya indo ciaku, bea na indo iria ciothe ya ngara na andũ ciothe itingĩrĩa document ciaku na gũtirĩ mũndũ ũngĩintabia na indo ciaku. Ngenda safe box nĩ cia mũigana ũtiganĩte, bei itiganĩte na nĩ twĩkaga delivery. Gũkĩrĩa ũgwĩka nĩ kwaranĩria na ithuĩ ũkatũkĩra 0798 008 008, 0798 008 008. Ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Ndĩrakũrire wega ũngĩbataraga buroti ke handũ highway-inĩ no warie na Villamax Properties Limited. Mena buroti harĩa Matu ile highway-inĩ ikomeire highway irarĩ buroti 25 itigarĩte 14 na nĩ njũĩ wahota kũgĩa na mweke wa kwĩyoera gaburoti kamwe gakomeire highway ka 400,000. Deposit ya 50 icio ingĩũrĩhe within 4 months. Thogora ũcio nĩ inclusive of title deed. Buroti icio ikomeire highway-inĩ ũguo kuma Thika Garissa Road magotire handũ ũrathũka. Buroti icio cia bara-inĩ kuma Matu less than 20 minutes ucikore ikomeire highway maĩ na thitima irĩ site na hena mũkawa wĩtagwo Thatha Resort we hau ũguo. I think just 1 minute or so rĩu ũguo ũngĩkĩaranĩria na namba ĩno nĩ njũĩ nĩ gũkorwo ũkĩgĩa na mweke wa kwĩgĩra handũ 0798 008 008, 0798 008 008 na no warie na Mary kwetũkĩra 0705 327 268. Mary nĩwe CEO. God bless you so much. Thank you mũno nĩ kũrĩ we ũracera Kenya nĩ tondũ Cool Palace B&Bs Limited marĩ ho gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na handũ hega ha gũikara fully furnished houses. Ndũmarĩrie kwetũkĩra 0748 999 000, 0748 999 000. God bless you so much. Ugea na mahinda mega. Bye bye. Hihi nĩ ũĩ taũni ya Matu nĩ ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya. Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road. Ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market. No ndagĩka 1 tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts. Buroti ici cia 50 by 100 irĩ kũndũ kwĩna maĩ na thitima, macukuru no gitĩri nĩ mũgacĩrithie. Tũrakwenderia ciringi 400,000 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 5.
KC Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties Limited. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba to thimiti na tiles tu, geria Terrazzo ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũi haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biacara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twĩna polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere Meja wa Nairobi tũrakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Hello everyone, this is a video to guide you step by step on how to download TapTapSend app for sending money abroad. First of all, download the app from Google Play or App Store. Then add your details, your name, your email, username and password, and create an account. Then add phone number and secure your account with the confirmation code. Select your recipient country. In this country, we'll choose Kenya. Then use the promo code MERIMASH22. $20 bonus credit will be credited to the recipients. Add the amount which you're sending, in this case $50, and then add the recipient's details, name and number, address, and fill in your debit card details. Payment successful. Within minutes, your money should be credited to your recipient's account. Use the promo